Unajua viongozi wengi kupatikana area hii sio kazi rahisi. Ndugu zangu watu wa Malindi na Kilifi, kwanza haya vijana, mimi kwanza nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Kilifi na Malindi na Pwani siku ya leo. Na leo mimi nimefika hapa kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya area hii. Hatua ya kwanza ni kwa sababu hii Pwani kwa mambo ya stima imebaki nyuma siku nyingi, na ndio leo mimi nimefika hapa ili kuondoa ubaguzi wa pale nyuma. Hii mradi tunaanzisha hapa leo, ile ya last mile, tumepatia watu wa Kilifi County shilingi bilioni 2 kuunganisha manyumba ya wananchi katika sehemu tofauti tofauti, manyumba 20,000. Tutaongeza mambo ya stima kwa manyumba ya wananchi wengi zaidi. Mimi naelewa, nimeambiwa na huyu mjumbe wetu Mama Amina, na nimeambiwa na MCA wenu kwamba hapa Masongaleni, sijui Sabaki, hii kona hapa bado iko giza mingi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio mimi ninasema principal secretary wa mambo ya kawi ama stima yuko hapa. Vile wananchi wa hapa wamesema, mahali ambapo kuna giza tuweke stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Si mnajua mahali kuna giza shetani anakaa hapo. So tumekubaliana nyumba 20,000 mpya zinaunganishwa stima mwaka huu hapa Kilifi County. Mimi vile nimekuja kuanzisha hii substation kwa sababu hata wale wako na stima makwao, stima inapotea kwa sababu stima is not stable. Lakini kwa sababu sasa tumeweka hii substation hapa, mambo ya stima itakuwa steady na itakuwa sawasawa. Na mbali na hii substation, mnanielewa? Mbali na hii substation, pia tunajenga transmission line ya kutoa stima kutoka Mariakani. Tunajenga substation pale Rabai. Alafu tunajenga substation ingine Bomani. Na tunaweka transmission line ikuje mpaka ifike pale Kilifi, na itoke Kilifi ikuje Weru, na itoke Weru ifike mpaka hapa Malindi. Mnanielewa? Na tumeweka pesa ya serikali shilingi bilioni 3 kutengeneza hiyo transmission line ambayo itatusaidia kuhakikisha ya kwamba mambo ya stima inafika hapa kwenu, na vile iwe ni stima ambayo inaweza kutumiwa na makampuni ambayo yanaendesha biashara sehemu hii, mahoteli na industrial facilities ambazo tuko nazo katika sehemu hii ya Kilifi. Ili kubadilisha Kilifi hii umeme, lazima tupange vile hawa vijana wa Kilifi watapata ajira. Na ajira inapatikana pale kwa mambo ya utalii. Muliniona juzi tukisema ya kwamba tunaongeza watalii wanaofika Kenya. Mwaka uliopita 2024 watalii waliongezeka kutoka 2,000,000 mpaka 2,204,000. Kwa mapenzi ya Mungu tunataka mwaka huu wale watalii wanakuja Kenya wafike watalii 3.5 million, tukielekea 5 million by 2027-2028. Hawa watalii wanaokuja Kenya pia wanataka mahali pa kuishi. Tujenge hoteli, tuwe na wale ambao wanasaidia watalii, tuongeze vifaa ama tuongeze investment katika mambo ya mahoteli, na hiyo investment yote inahitaji umeme wa kutosha ili tuendeshe mahoteli na tuendeshe viwanda.
Munanielewa jameni? Ndio munaona tunapanga hivi. Mbali na kufikisha stima kwa manyumba ya wananchi, vile vile tunataka kuhakikisha kwamba kuna stima ya kutosha viwanda, mahoteli na vifaa zingine ambazo ni vitega uchumi wa sehemu hii ya Pwani. Vijana mnanisikia? Tuko pamoja? Nataka nirudie. Hapa tunataka kuongeza investment katika hotel infrastructure. Ya pili, ile Dongo Kundu Special Economic Zone, Ijumaa hii tunaweka mkataba ya kupanua ndio tuweze kupata ajira zaidi na viwanda zaidi. Pia hapa Kilifi katika sehemu hii ya Vipingo tumetoa tena kama serikali leseni ingine ya Special Economic Zone ya Vipingo hapa. Ndio vijana wa hapa Malindi pia wakati tunapanga hiyo Special Economic Zone tuweke viwanda pale, ndio vijana wa hapa pia wapate ajira, ndio tuweze kuendesha mambo yao mbele, watusaidie kujenga uchumi wa sehemu hii. Tunaelewana jameni? Vile vile niko hapa na waziri wa uchumi samawati Bwana Hassan Joho, na tumekubaliana na yeye, si ndio? Nataka munisikize vizuri vijana, kwa sababu hii bahari ambayo tuko nayo hapa, hii bahari ni rasilimali kubwa sana. Tunaweza kutoa mali nyingi, tunaweza kutoa chakula ya kutosha, na tunaweza kuzalisha uchumi wa sehemu hii na kuongeza nafasi ya ajira ya sehemu hii kupitia kwa bahari la Hindi ambayo iko hapa Mombasa na Kilifi na hapa Pwani. Tunaelewana? Nyinyi mnajua saa hizi tunaendelea kujenga ile inaitwa fish landing site ya milioni 250 hapa Kilifi. Tunajenga ingine Mkowe, tunajenga ingine Kipini, tunajenga ingine Kidongo, tunajenga ingine kule Mwaepe, kwa sababu tumesema ya kwamba kwa mara ya kwanza tunataka kutumia bahari kuzalisha nafasi ya ajira ya vijana wetu, tuzalishe chakula ya kutosha na tusukume uchumi wa Pwani kutumia rasilimali inayopatikana hapa baharini. Vijana mnanielewa? Sikizeni my friends. Hiyo fish landing sites ambayo tunajenga, hizo zote ni mahali ya nyinyi kwenda kupanga ajira, kuwafanya value addition, kufanya processing ya ile samaki tutawasaidia kutoa kule baharini. Jambo la pili, tumekwisha kubaliana pia ya kwamba tunawanunulia wale wavuvi wetu fish boats ambazo zinaenda kwa bahari siku 5, siku 7, siku 10, ndio watuletee samaki inayotoka mbali kule baharini. Tumeweka milioni 600 na tayari huyu Hassan Joho ananunua hizo boats, na tumekubaliana kabla ya June ziwe zimefika hapa, ndio vijana wa hapa waendeshe mambo ya uvuvi. Tuhakikishe ya kwamba uvuvi inatusaidia kusalisha uchumi wa sehemu hii, kupatia vijana wetu ajira na kutusaidia kuendesha uchumi wa sehemu hii ya Pwani, Kilifi ikiwemo katikati yake. Vijana wa hapa mko tayari ama mko tayari bwana? Mko tayari? Munisikize vizuri. Sawa sawa. Vile vile nimeongea na huyu mama wenu anaitwa Amina Mnyasi. Huyu mama nimemwambia ya kwamba na tumekubaliana kwamba atajenga kila ward, anajenga ICT hub mahali. Akishakamilisha na hiyo kujenga ICT hubs, mama Amina, inachukua miezi 3-4 itakuwa tayari. Mimi pale nitakuja niweke stima, niweke internet, nilete kompyuta, niwete walimu. Hawa vijana mujipange na ajira ya digital jobs. Tunataka vijana 300-400 kwa kila ward wajipange na ajira ya digital jobs, kwa sababu tunaweka infrastructure na tumekubaliana na kampuni kubwa duniani kote ya kwamba hapa Kenya tuko na vijana wa bidii, tuko na vijana wenye ujuzi watakao shiriki katika kazi ya internet ama kazi ya digital jobs, ndio tuzalishe nafasi za ajira, vijana wetu wapate kujisimamia, ndio Kenya iweze kwenda mbele, vijana wakichangia
katika kusukuma msukumo wa taifa letu la Kenya kwenda mbele. Vijana muko? Umenisikia my friends? Sasa wewe sikia bwana. Umesikia hapa pia leo hii mimi naenda kuanzisha hapa ile mradi wa mambo ya affordable housing. Hiyo affordable housing hapa Kilifi, awamu ya kwanza tunajenga nyumba 5,000 na tunahitaji vijana karibu 5,000 wa kufanya hiyo kazi. Wale plumbers, electricians, wale wote ambao wanafanya surveyor, wale wengine wote, kina mama, wazee, kila mtu wajumuike katika kazi hiyo. Vijana muko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Muko tayari? Pale kwa housing kuna nafasi ya ajira. Pale kwa mambo ya fishing na mambo ya uvuvi kutapatikana ajira. Pale kwa fish landing sites kutapatikana ajira. Pale kwa special economic zone kutapatikana ajira. Pale kwa mambo ya ICT na digital jobs kutapatikana ajira. Lakini hiyo ajira haiwezi kuja kukutafuta nyumbani kwako. Lazima ujitume kutoka nyumbani uende utafutane na hiyo nafasi ya kupanga ajira na kuwa mmoja wao wa kufaidika na hiyo kazi. Vijana wa hapa mtajituma ama mtangojea manyumbani kwenu? Mtajituma? 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 Sikizeni my friends, musiniangushe. Musiniangushe. Ati mimi, sikizeni bwana. Ati sasa nimepanga kazi pale kwa affordable housing. Nimepanga kazi ingine pale kwa special economic zone. Nimepanga kazi ingine kule kwa mambo ya fish landing sites na mambo ya uvuvi na mambo ya fish boats. Nimepanga kazi ingine pale kwa mambo ya digital jobs na ICT hub. Alafu wewe unabaki tu kuzubaa. Si hapa utakuwa umeniangusha? Hapana, msiniangushe my friends. Sijui kama tunaelewana bwana. Si hata nyinyi mtafanya sehemu yenu. Mtajituma. Na vile nimesema hapa sasa, wewe shikana na MCA wako, mjumbe wako, mwambie ICT yopi iko wapi. Ile maneno ya fish boat iko wapi. Ile maneno ingine iko wapi, ndio tutembee pamoja. Tunaelewana? Ndio nimefika hapa leo. Hii stima ndio itatusaidia. Itatusaidia kwa special economic zone, itatusaidia pale kwa ICT hub, itatusaidia pale kwa fish landing site. Hiyo miradi yote ambayo nimesema inahitaji stima. Na ndio sababu hiyo nimekujia hiyo stima leo kuwahakikishia ya kwamba mpango yetu na hawa viongozi wote, na tumekubaliana na Gideon Mung'aro gavana wenu, ya kwamba wakati tunazungusha stima pia tunaweka ile ambayo itatusaidia kwa mambo ya street lighting. Tuhakikishe ya kwamba mji huu wa Malindi na Kilifi na town zetu zingine zote zinapata umeme na tuko na mwangaza na mnaweza kuendesha ile inaitwa 24-hour economy. Ndio muweze kusukuma mambo hii tukienda mbele. Watu wa Kilifi jameni, mnanielewa? Vile vile tunaunganisha sasa stima iende mpaka kule Galana Kulalu. Kwa sababu hii pwani tunataka pia kuitumia kuwa gala la kitaifa kwa kuzalisha chakula ya kutosha kutoka hapa. Hapa Bura, mimi naenda kule kesho. Kwa sababu hiyo Bura tuko na ekari karibu 70,000. Tunataka kuitumia kuzalisha mchele na kuzalisha chakula, kwa sababu mambo ya aibu ya njaa lazima tuiondoe katika taifa letu la Kenya. Wakenya kuvaa sufuria kwa kichwa hati kwa sababu hakuna chakula, hiyo ni maneno ya aibu. Kweli ama si kweli bana? Tunaelewana? Tunaelewana? So, na ndio sababu hiyo watu wa Malindi, watu wa Kilifi na watu wa Pwani, ndio sababu hiyo tumekubaliana tuachane na siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila. Tuachane naye, tuungane, ndio tukabiliane na matatizo na changamoto ya taifa letu tukiwa sote pamoja. Na wauliza ndugu zangu watu wa Malindi na Kilifi na Pwani, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane jameni. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Ndio munaona tunasimama hapa pamoja leo. Tulikuwa mirengo tofauti tofauti wakati wa uchaguzi,
lakini leo tunasimama pamoja kwa sababu ni ya muhimu kusimama pamoja ndio tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya tukiwa sote pamoja. Tuwe na nguvu ya kutosha kusukuma msukumo wa kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya, kuzalisha ajira, kuunganisha stima, kujenga mabarabara, kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira. Hiyo ndio ya muhimu kwetu sote kama viongozi. Na nawauliza jameni, tuungane. Watu wa Kilifi, mnakubali tuungane? Hebu nione wala wanasema tuungane. Mnakubali tuungane? Mnasema tuungane, sio? Tutembee pamoja. Tutembee na huyu Mung'aro wenu huyu. Tutembee na Hassan Joho. Tutembee na huyu Amina Mnyasi. Na Matumbo je? Tutembee pamoja na hawa wangwana wote. Hebu nione wala wanasema tutatembea pamoja. Sawa sawa. Mnasema tutembee pamoja na tujenge Kenya moja na tushughulike na mambo ya maendeleo ya taifa letu tukiwa sote pamoja. Sikizeni watu wa Kilifi na watu wa Pwani, pale nyuma mulijihisi ya kwamba mulisahaulika, ati mulibaguliwa, mukawachwa nyuma. Mimi nataka nisimame hapa niwaambie, hii serikali tumetengeneza ni serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na mimi nataka niwahakikishie, hamutabaki nyuma tena, hamutabaguliwa tena, hamutatengwa tena. Tutatembea pamoja ili tuhakikishe ya kwamba Pwani, Kilifi haibaki nyuma. Mnanisikia jameni? Mimi nasema hamutabaki nyuma tena, hamutabaguliwa tena. Na hata mkitamani kubaki nyuma, hatutawaruhusu mubaki nyuma. Tutawalazimisha mpaka tutembee pamoja. Ala, kwani nyinyi mmependa kutaka kubaki nyuma siku zote? Mnataka kuendelea kubaki nyuma? Mimi nataka niwaambie, sikizeni vizuri. Safari hii, mupende musipende, hatuwezi kuwaruhusu mubaki nyuma tena. Sote tunatembea kwa pamoja ndio tujenge Kenya ambayo sote tutajivunia. So watu wa Kilifi, mimi nataka niseme asante sana. Bado niko na shughuli mingi. Nataka kwenda kuanzisha mambo ya affordable housing leo. Nataka niende pia nianzishe barabara, kwa sababu barabara ni ya muhimu katika pwani hii. Wakati tunajenga stima Kenya, tunajenga hii pwani yenu. Wakati tunaunganisha mambo ya affordable housing, vile vile inaendelea hapa. Wakati tunajenga barabara, hivyo lazima iendelee hapa. Ndio tuwe na usawa, Kenya iweze kwenda mbele kwa pamoja. So asanteni sana, tuko na viongozi